Ukisoma Biblia yako katika kitabu kile cha Mwanzo sura ya 34 kuanzia mstari wa kwanza, Biblia inasema, basi Dina binti Lea, ambaye Lea alimzalia Yakobo, akatoka kuwaona binti za nchi. Shekemu mwana wa Hamori Mhivi, mkuu wa nchi, akamwona, akamtwaa, akalala naye, akambikiri. Moyo wake ukaambatana na Dina binti Yakobo, akampenda huyu msichana, akasema na huyu msichana kwa maneno mazuri. Mstari wa 5 anasema, basi Yakobo akasikia kwamba amembikiri Dina binti yake, na wanaye walikuwa pamoja na wanyama wake nyikani. Yakobo akanyamaza hata walipokuja. Niishie hapo kwanza. Kuna mahali nataka tukupeleke. Bwana Yesu asifiwe, na kukaribisha tena katika kipindi chetu cha siku ya leo. Leo ni siku ya 35. Tunaendelea na programu yetu kama kawaida. Sasa kuna somo zuri sana ambalo Mungu amenipea niweze kushare na wewe. Limeanza kunisaidia mimi kwanza, naamini na wewe litaenda kukusaidia. Somo linasema usitoke nje ya mfumo. Ningemalizia nikasema usitoke nje ya mfumo wa Mungu. Sasa ni somo pana sana ambalo tutalianza leo, na yamkini tutalijifunza kwa siku kadhaa, lakini naomba sana kuwa makini kufuatilia kila session itakayotoka, kwa sababu ina muunganiko na session nyingine. Usitoke nje ya mfumo. Sasa mfumo ni kitu gani? Mfumo ni mpangilio wa vitu au sehemu mbalimbali zinazofanya kazi kwa pamoja na kwa utaratibu fulani ili kutimiza malengo. Tunasema ni mpangilio wa vitu au sehemu mbalimbali zinazofanya kazi pamoja kwa utaratibu fulani ili kutimiza malengo. Mungu yani Mungu hafananishwi na kitu chochote, lakini namna anavyofanya kazi, anafanya kazi kama mfumo fulani. Yani it's like a system. Yani Mungu ni kama yeye halinganishwi na kitu chochote, tunajua hilo, lakini namna anavyo operate sasa ni kama vile mfumo fulani ambao ameuseti ili unakuwa una operate wenyewe. Kwa kila kitu ambacho unakiona kinatendeka ni kwamba kwenye huo mfumo wa Mungu kuna vitu fulani ambavyo algorithm nyingi sana ambazo zimeendelea kufanyika kwenye mfumo wa Mungu. Kwa hiyo mpaka uone kuna matokeo yametokea, kuna vitu vingi sana ambavyo vinakuwa vinaendelea kule ndani. Kwa hiyo tutaanza ili somo kuanzia leo, and after sometimes tutalimaliza, na ninaamini kwamba kuna mahali litakuvusha. Sasa kama kuna mahali ambapo unatakiwa kubaki ni katika ufalme wa Mungu au ndani ya Kristo. Ni mfumo huo ambao hutakiwi kutoka nje ya huu mfumo. Ufalme wa Mungu ni kama mfumo fulani ambao hutakiwi kutoka. Utakapotoka tu, kuna vitu vingi sana ambavyo vitabadilika katika maisha yako na vinaweza kukuathiri kwa kiwango kikubwa sana. Na lazima tujue kwamba adui hawezi kukumaliza ikiwa uko ndani ya mfumo. Lakini unapotoka nje ya mfumo tu anakudaka. Tuanzie hapa. Ukichukua panzi ukaweka katika chupa, alafu kafunika ile chupa kwa juu, alafu kaiweka katikati ya kuku wanaanza kudonoa ile chupa sana. Wataidonoa sana wakidhani kwamba yule panzi anaweza kufikika kwa urahisi, anaweza akadakwa kiurahisi. Lakini ukweli ni kwamba kwa sababu panzi yuko ndani ya ile chupa, sio rahisi kuweza kumdonoa. Kwa hiyo midomo ya kuku wale itauma tu kwa ajili ya kuhangaika kupambana na ile chupa, lakini hawataweza kumtoa yule panzi. Sasa ni sawa na wewe upo katika mfumo wa ufalme wa Mungu. Unapokuwa ndani ya mfumo wa ufalme wa Mungu, kila kitu kwako kinakuwa safi. Maisha yako yanakuwa ni mazuri, unakuwa na usalama, unakuwa na kila kitu ambacho ni chema. Lakini once ukitoka katika mfumo, unakuwa ni kama panzi ambaye sasa umemtoa asiwe kwenye ile chupa, alafu kamuexpose kwenye ardhi. Ni rahisi sana kuweza kudonolewa na wale kuku, na mwisho wa siku atapoteza maisha. Sasa katika andiko ambalo tumesoma, kuna binti anaitwa Dina ambaye alikuwa ni binti wa Lea. Biblia inasema kwamba basi Dina binti Lea, ambaye Lea alimzalia Yakobo, akatoka kuwaona binti za nje. Dina ni mtoto wa Yakobo, na kwa sababu ni mtoto wa Yakobo, maana yake mila zake ni za watu wa Mungu, watu wa kabila la Yakobo, watu wa kabila la Israeli. Kumbuka Yakobo alikuja kuitwa Israeli baada ya kuwa amebarikiwa. Jina lake likabadilika kutoka kuitwa Yakobo mpaka kuitwa Israeli. Kwa hiyo Dina ni Mwisraeli, huyu ni binti wa Yakobo ambaye amekaa ndani ya kabila lake kwa muda wa kutosha. Baadaye akatoka kwenda kuwaona binti za nchi. Kwa lugha nyingine, akatoka kwenda kuwaona marafiki zake ambao sio wa kabila lake. Kwa lugha nyingine ningesema ametoka kwenda kuona watu wa mataifa. Kwa lugha nyingine ningesema alitoka
kwenda kuwaona mashosti zake ambao sio wapendwa. Kwa lugha nyingine ningesema alitoka kwenda kuwaona marafiki ambao sio wa ufalme wa Mungu. Na Shekemu mwana wa Hamori, huyu mhivi mkuu wa nchi, kuna mtu anaitwa mkuu wa nchi ambaye anaitwa Hamoni, alikuwa na kijana wake anaitwa Shekemu. Biblia inasema huyu mkuu wa nchi akamwona yule kijana, akamwona, akamtwaa, akalala naye, akambikiri. Sasa tunaanzia hapa. Huyu Dina alikuwa ni binti mzuri tu, alikuwa ni bikra ambaye hajawahi kuguswa na mwanaume. Akawa ameamua kutoka aende kwa mashosti zake ambao ni nje ya taifa la Israeli. Alipofika tu kule, Biblia inasema huyu Shekemu akamdaka. Alivyomdaka akamuondolea usichana wake. Biblia iko very specific, inasema akambikiri, kwa tafsiri ya kwamba akamuondolea usichana wake. Sasa nataka kujaribu kuonyesha madhara ya kutoka nje ya mfumo wa Mungu. Huyu binti wakapendana na huyu Shekemu, lakini madhara yaliyotokea ni kwamba huyu Hamoni pamoja na Shekemu wote waliuawa na kaka zake Dina, kwa sababu haikuwa utamaduni wao mtu ambaye ametokea kwenye kabila la Yakobo, aliyetokea kwenye kabila la Israeli, kwenda kuolewa na mtu ambaye hajatailiwa au mtu ambaye hajaokoka. Kwa lugha nyingine, ilikuwa ni mwiko kwa mtu ambaye ameokoka kwenda kuolewa na mtu ambaye hajaokoka. Ilikuwa ni mwiko kwa mtu ambaye hajaokoka kumwoa mtu ambaye ameokoka. Ilikuwa ni kitu ambacho hakiruhusiwi kwao. Kwa hiyo matokeo ya hiki alichokifanya Dina, aliishia kuwa mjane kwa sababu mume wake ambaye alimbikiri alikufa, aliuawa na kaka zake. Biblia inasema kwamba walitoka kwenda kupigana nao, wakaenda kumuua huyo Shekemu pamoja na Hamori. Kwa hiyo madhara ambayo aliyapata Dina ni kupoteza mume na kubaki katika hali ya uharibifu. Amebikiriwa tayari, hana bikra, lakini at the same times hana mume. Kwa hiyo ni maumivu double. Nataka niseme kuna vitu vingi ambavyo unavichukuliaga poa, unachangamana, unatoka nje ya mfumo wa kimungu, unaenda kujichanganya na watu wa nje. Nataka nikwambie matokeo ya hicho unachokifanya ni kibaya kuliko unavyofikiria. Imagine binti mdogo ambaye alikuwa hajaguswa na mwanaume yoyote, at the pub anajikuta tayari ni mjane. Kuwa mjane maana yake ni kukosa watu, kukosa faraja, kukosa ile konsolo ya mume wako, kukosa ile faraja kutoka kwa mume wako, lakini kukosa mume na kuwa mpweke. Sasa kitu unachokifanya leo matokeo yake ni makubwa kuliko unavyoweza kufikiria. Sasa tumeona mambo ambayo yamemtokea huyu Dina, na haya yote ni matokeo ya yeye kutoka nje ya mfumo. Somo linasema usitoke nje ya mfumo, kwa maana kwamba usitoke nje katika ufalme wa Mungu, usitoke nje ya ufalme wa Mungu. Unapotoka nje ya ufalme wa Mungu, unajiweka kwenye riski ya kupata changamoto nyingi sana ambazo zinaweza kusababisha matatizo yako ya kijamii, matatizo ya kiafya, matatizo ya kiroho na matatizo mengi ambayo yanaweza kukusababishia shida katika maisha yako. Mimi nakuombea Mungu akusaidie usitoke nje ya mfumo. Mfano wa pili, tusome kitabu kile cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa kwanza na wa pili. Ukisoma kitabu kile cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa kwanza mpaka wa 9, kimsingi sitasoma lakini nataka nifafanue. Utajifunza mambo mengi. Adam na Eva walikula tunda ambalo Mungu aliwaambia wasile. Kwa lugha nyingine walitoka nje ya mfumo. Wakafumbuliwa macho, wakajiona wako uchi, wakajificha, wakatoka katika eneo ambalo Bwana Mungu alitegemea atawakuta. Ndio maana Bwana anawaita, anawauliza uko wapi? Kwa sababu hamuoni ndani ya mfumo, ametoka nje ya system. Kwa matokeo ya yeye kutoka nje ya system, Biblia inasema ndio alikaribisha mauti. Kwa mauti mara ya kwanza haikuwepo, ila tangu Adam na Eva walipotoka nje ya mfumo, mauti iliingia kwao. Kuna mambo ya kujifunza kwenye hiki kitabu. Wanaotoka nje ya mfumo sio kwamba waga wanajipendea. Kuna wakati mwingine wanakutana na vishawishi, kwa sababu kunakuwa na vishawishi vingi vinavyoweza kumfanya mtu akaweza kutoka nje ya mfumo wa kimungu. Kwa mfano hawa Adam na Eva, katika kitabu hicho tulichosoma, vishawishi ambavyo walikutana navyo mpaka vikawasababisha wakatoka nje ya mfumo. Cha kwanza ni nyoka mwenyewe. Nyoka alikuwa ni kishawishi namba 1, kwa sababu alimshawishi sana yule mwanamke. Imagine nyoka anampiga sound yule mwanamke mpaka baadaye akakubali kutoka kwenye mfumo. Lakini cha pili, alikutana na chakula, yani aliona kwamba yale matunda ni kama chakula ambacho kinapendeza pia kwa macho. Kwa hiyo maana yake kupendeza kwa macho, tamaa ya macho pia
ilimsababisha Eva akaweza kutoka nje ya mfumo. Lakini pia tamaa, kilikuwa kinatamanika kile chakula, kwa hiyo akaamua kutoka nje ya mfumo. Kwa hiyo hata watu ambao leo wanatoka nje ya mstari, kuna vitu ambavyo huwa vinawavutia, vinawashawishi, wanajikuta wametoka nje ya mstari. Lakini pamoja na kwamba mtu amekushawishi au umeamua mwenyewe, hauwezi kukwepa matokeo ya kile ambacho umeamua mwenyewe kukifanya. Unapokuwa unatoka nje ya ufalme wa Mungu, madhara utakayokutana nayo hauwezi kuyakwepa. Ni kama vile Daudi ambavyo alienda kazini na mke wa Uria, na mwisho wa siku ni kwamba yule mtoto alikufa. Lakini pia kuna madhara ambayo Daudi anayapata kama kiongozi. Kwa hiyo hata wewe ukiamua kutoka nje ya ufalme wa Mungu kwa kutenda uovu au kwa kutenda dhambi, usitegemee jambo lolote jema litakujia. Yaani kuwa na uhakika 100% kwamba madhara ya kile unachokifanya ni makubwa sana kwako. Madhara ya kile unachokifanya, matokeo ya kile unachokifanya ni makubwa mno. Ninakuombea katika jina la Yesu, Mungu akusaidie. Usikubali kutoka katika mfumo wa ufalme wa Mungu. Usikubali kutoka katika ufalme wa Mungu. Lakini mfano wa tatu ambao tunajifunza kuhusiana na somo hili la usitoke nje ya mfumo, tunajifunza kutoka kitabu kile cha Luka sura ya 15 kuanzia mstari wa 13 mpaka 19 mpaka 16. Biblia inasema hata baada ya siku nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali, akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasherati. Alipokuwa ametumia vitu vyote, njaa kuu iliingia katika nchi ile, naye akaanza kuhitaji. Akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile, naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Akawa akitamani kujishibisha kwa maganda waliokula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu. Kuna mambo ya msingi ambayo tunaweza kujifunza kutoka kwenye hiki kitabu hapa nilichokisoma. Jambo la kwanza, kuna kawaida fulani ambao huwa tunauzoelea, ambao ndio huwa unasababisha tutoke nje ya mfumo. Huyu mwana mpotevu, prodigal son, yeye alikuwa anakaa nyumbani kwa baba yake, anakuta asubuhi kukicha, wanakula, wanafanya nini, anapata kila kitu anachokihitaji, akachukulia poa. Nataka nikwambie sio poa kama unavyofikiria. Yeye alikuwa anachukulia poa tu kwamba mbona msosi upo tu, mbona chakula kipo tu, mbona kila kitu kiko vizuri. Lakini Biblia inasema kwamba baada ya kuwa amechukulia poa, akaamua kutaka aondoke kwenda nchi ya mbali. Alipoondoka kutoka nchi ya mbali, kuna mambo ambayo alikutana nayo. Kuna mambo mabaya ambayo alikutana nayo huko mbele. Sasa kuna vitu tunavyojifunza. Cha kwanza kabisa, unapotoka nje ni rahisi sana kumisuse resources ambazo Mungu ameziachilia katika maisha yako. Huyu dogo alipotoka nje ya ufalme wa baba yake, Biblia inaniambia kwamba alienda akatapanya mali kwa maisha ya uasherati na anasa. Tafsiri yake ni nini? Unapokuwa umetoka nje ya mfumo wa Mungu, management ya resources kwako inapotea, kwa sababu yule anayekugovern ili kusudi usitumie vibaya resources anakuwa tena hana mamlaka kwako, kwa sababu uko nje ya system. Mungu anakuwa na mamlaka na wewe unapokuwa ndani ya system. Anakuongoza na kupatia baraka unapokuwa ndani ya system. Ukitoka katika mfumo wa kimungu, wewe Mungu anaachilia utawala binafsi. Kwa hiyo hapo maana yake wewe unakuwa uko chini ya ufalme wa giza. Pamoja na kwamba Mungu ni mkuu kuliko vitu vingine vyovyote, lakini wewe ukiwa umetoka mikononi mwa Mungu, maana yake Mungu sasa, yani wewe unakuwa sasa sio mtu ambaye unasikiliza maongozi ya kimungu. Kwa hiyo ni rahisi kuweza kubeba madhara ambayo yanatokana na kitu hicho. Lakini unapotoka nje ya ufalme, tunasema kwamba ni rahisi sana kutumia resources vibaya. Ukisoma ile Mwanzo 38 mstari wa kwanza na wa pili, Dina alitumia vibaya usichana wake. Lakini ukisoma kile kitabu cha Luka 15 mstari wa 13c, mwana mpotevu alitapanya mali kwa maisha ya uasherati na anasa baada ya kuwa ametoka nje. Na misuse ya resources ndio mnayokufanya uanze kuwa mhitaji. Manake financial management inapotea, lakini resource management pia inapotea. Ukishaona kuna resources umezipoteza kwa sababu ya kutapanya, automatically unaingia kwenye kundi la kuwa mhitaji. Kwa mfano huyu mwana mpotevu alipokuwa amekwisha kutumia vyote, njaa kuu iliingia katika ile nchi.
Kwa hiyo misuse ya resources inapelekea njaa. Inapelekea njaa maana yake ni uhitaji. Ukisoma kitabu cha Luka 15 mstari wa 14 anaeleza hivyo. Lakini pia yeyote utakayekutana naye au utakayeshikamana naye ukiwa umetoka nje ya mfumo ambao Mungu amekuweka, mtu huyo sio sahihi kwako na ni lazima atakutumia tu. Ukiona umetoka nje ya mfumo, mtu yeyote utakayeambatana naye lazima atakutumia, na at the end of the day lazima wewe ndio utakayeumia. Ukisoma kile kitabu cha Luka 15 mstari wa 15, Biblia inasema mwenyeji wa nchi ile ambaye mwana mpotevu alishikamana naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Imagine mtu ambaye umemwamini kwamba atakusaidia, anakupeleka ukawe mlishaji wa manguruwe yake. Kwa hiyo alitaka kwenda kumtumia kule shambani. Lakini Dina alivyotoka nje, yule Shekemu alimtumia Dina. Ndio maana akamtoa na usichana wake. Alienda kutumika vibaya. Kwa hiyo unapotoka nje ya mfumo wa Mungu, tegemea maumivu makubwa. Lakini kingine, unapotoka nje ya mfumo wa Mungu, mifumo ya ugavi wa kimungu pia huwa inapotea. Mifumo ya ugavi wa kimungu huwa inapotea. Angalia mwana mpotevu alipotoka nje, wala hapana mtu aliyempa kitu. Ukisoma ile Luka 15 mstari wa 16b, Biblia inasema wala hapana mtu aliyempa kitu. Maana yake njaa inamgonga na hatokei mtu yoyote ambaye anamletea kitu chochote. Kwa sababu gani? Kwa sababu mifumo ya ugavi wa kimungu inapotea. Sasa tumejifunza mambo hayo machache tunapoanza hili somo, lakini na kuombea katika jina la Yesu, Mungu akupe neema ya kusustain, kubaki ndani ya mfumo wa kimungu. Usitoke nje ya mfumo wa Mungu, kwa sababu utaumia, kwa sababu utapoteza kila kitu ulicho nacho. Katika jina la Yesu, Mungu akusaidie, Mungu akupe neema ya ajabu. Usitoke nje ya mfumo wa Mungu katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Na kuombea neema ya Mungu ikusaidie. Usitoke nje ya mfumo wa Mungu katika jina la Yesu, jina la mamlaka la Yesu Kristo. Usitoke nje ya mfumo wa Mungu katika jina la mamlaka la Yesu Kristo. Siku yako imebarikiwa katika jina la Yesu. Amen. Amen.